Nikisimama hapa kama mwanaume, kupita na mademu ni rahisi sana. Lazima nikuwe pastor. Ndio hata demu akikuja amevaa aje simuoni. Lakini nikikaa hapa kama mwanaume ndamuona tu. Ambie, sister, can I see you? I have a word. Na hakuna word. Ni namba nata. Even that's the only, it's a very simple thing. Ni kuallow Mungu akusaidie kuambie hii kitu unafaa kuhivi. It's the same thing being a businessman and you are a pastor. Ukisimama hapa kama mwanabiashara, utaona tu hii ni kama hapa ni kama 5k. Yaani unaona pesa. Itafika saa sadaka, wewe ni pesa unachukua. Lakini ukisimama kama pastor utahubiri neno. Sijui kama tunaelewana. So watu bado wako single, understand that marriage huwezi ingia venye huko. Ndio survive lazima you become either a husband or a wife. And it's only God that can help you to do that. But marriage can work if it is that marriage there is God, husband and wife. That is the only way marriage will work. And that is why unasikia Adam akisema the woman. Unasikia anamuita nani? Ni ule mwanamke. Ndio maana watu wanapigana kwa nyumba, kwa sababu ukiingia kwa nyumba unaona nani? Huyu mwanamke anaekanga chumvi mingi kwa chakula. Lakini ukiona ni mke, anamwambia hii chumvi ni mingi. Tafadhali pungu. So it's the same thing. Even the kuko tu. And that is why we go back to the word. If you follow that office, uingie tu mume ni nani? Sababu si kila mwanaume ni mume, lakini kila mume ni mwanaume. Si kila mwanamke ni mke, lakini kila mke ni mwanamke. So don't think that falling in love imetosha. Ati bora tu mimi ni Alejandro na yeye ni Catalina. Yeye itawaka. Maliza hata honeymoon peke yake. Miezi 2 mnasumbuana. Because in that house there is no husband, there is no wife. Because of the responsibility. Ukisoma Ephesians inasema husband love, wife submit. So kama ni man na woman, sasa hapo utawaambia nini? Wanaume hatujui kupenda. Sijui kama mnajua hivyo. Hatujui kupenda madem. Tunapenda ball sana. Bwana asifiwe. Man U Arsenal ya. Mimi nakwambia hiyo World Cup kikuja utajua wanaume kinyo wanapenda. Na magari na technology. Lakini ati babe nishike mkono. Lazima mtu akue husband ndio aelewe hiyo kitu. Bwana asifiwe. Na unajua mwanamke kusubmit ni ngumu. Lakini akikuwa mke it flows. Okay? So God expects us to have dominion in our marriages by making sure you are a husband and you are a wife. Simple. Atumesema dominion is partnering with God to exercise rulership or leadership. So you have to partner with God in your marriage, like me, to become a husband. So inamaanisha nikiingia kwa nyumba hivi naacha kuwa mwanaume na kuwa mume na kuwa baba. Mwawe sikia story ya baba alipita na mtoto wake. Ni kwa sababu kwa hiyo nyumba akuangi baba, anakuanga mwanaume. Sasa akipita hivi anaona mtu amebeba vitu. Haoni mtoto wake. So we must have that dominion. Una make sure where am I? Na nikiingia kwa kanisa pastor ama mimi ni ndugu. Ukikuwa ndugu kwa kanisa hautapita na watu. Hautapita na mademu. Kwa sababu wewe ni ndugu na unaona hawa ni dada. Ukikuwa dada utavaa vizuri. Semeni haleluya. Amtaki hakuna haleluya. Ukiingia kwa kanisa unajua mimi ni dada katika Kristo. So I'm mindful the way I wear.
But mimi ni mdem tu. The latest. Watu wajipange. So that is dominion, knowing who you're supposed to be and behaving like that. Okay?